Gilbert just died after being thrown out of a moving bus, a PSV bus. This is a Super Metro. Kwanza kabisa kabla sijaendelea, kwa familia ya Gilbert Thuo, sote kwa pamoja tunasema Mwenyezi Mungu ailaze nafsi yake Gilbert kwema kunakofaa. Mwenyezi Mungu ailaze nafsi yake kwema kunakofaa, kwa familia, bibi na aila yake Gilbert Kimani Thuo. This just happened 2 days ago. Wajua, this country we are at a level where these incidences have been happening. Watu wanashikwa, wanatupwa nje ya basi, wengine wanapigwa, wengine wanapepetwa mateke na mangumi, na hakuna cases. What happens is, mtu akishakufa ama kama mtu ametupwa nje ya daladala hizo basi, akifa then there is a case, kila mmoja anajua. Lakini haimaanishi kuwa Gilbert ndiye wa kwanza. These incidences have been happening. Watu wanapigwa, watu wanarushwa, lakini hawakufa. Until someone dies, that is when now we see the consequences of kufanya mambo kama haya. Gilbert alipotupwa kutoka kwenye basi, kama angefanikiwa akufa, labda hii kesi haingefika, hatungejua sisi. But because he died, because death happened, kesi ya Gilbert imefika, imepepea mpaka imefika juu. It's in all socials kuwa Gilbert ametupwa, amevunja mabavu na viungo vyote vya mwili mpaka hakuweza kustahimili akafa. Now when death happens, then we see the seriousness of doing this. That is when now we think, oh, our conductors, our drivers should be trained on customer care services and all other stories. Kama mtu hajakufa, that story goes. What should happen in this country ni kuwa hawa utingo na dereva wa hizi basi wanafaa kuwa na training. They should be qualified. Not just having the certificate of good conduct. No. Their personality, communication, interpersonal skills, the way they should handle passengers wanaoabiria haya magari. Because for Gilbert ni kwa sababu tu amekufa, that's why this story is now serious. But it doesn't mean that we don't have these stories along Thika Road and many other routes where we have such circles and such buses. Until death happens, that is when now we see the seriousness of avoiding such things with our PSVs. We keep on saying that Kenya is a country that fears God. Kenya is a Christian country, it fears God. I don't even imagine an environment where God would allow such to happen. Na kama kweli serikali is serious about what has happened to Gilbert and the family, hii sako inafaa isimamishwe for sometimes, wapigwe fine, na hii story ifuatiliwe, familia iweze the family should be compensated as fast as possible, not waiting for 2 years, 6 years, no. Familia ya Gilbert Thuo tunafaa kuangazia jinsi watakavyo kabidhiwa, wanafaa kukabidhiwa kulingana na yale ambayo yamemfanyikia Gilbert, ambaye ni kijana wetu na alikuwa amekwenda mjengo na kutunukiwa, akafanikiwa na shilingi 50 peke yake kwa siku hiyo. Alifanikiwa na shilingi 50 peke yake, amba kwamba hata mimi mwenyewe binafsi huwa ninakosa. Wewe ambaye ulikuwa umeabiria hiyo gari, hata wewe pia unakosa hiyo shilingi 30. Na ndio naambiwa pale na mtu, hakuna pesa kidogo, hakuna pesa nyingi. 30 shillings, hata nyinyi wenyewe mnajua ambao mko katika amani ya Kikristo. 30 ilimuua Yesu Kristo nyakati hizo. 30 shillings ilimuua Yesu Kristo. And you saw what has happened to Gilbert because of only 30 bob. Wangeamua wale ambao walikuwa wameabiria hiyo gari kuwa, okay, mnabishana kwa sababu ya shilingi 30, ana shilingi 50. Haya nitamlipia, ama tuchangeni jamani, anaye na Kobole shilingi 1, ambaye ana dala, ambaye ana shilingi 10, tumchangie. Labda Gilbert angekufa ama angeumia.
Ushaona eh? Ama the other solution ingelikuwa hiyo basi inge highlight labda Thika, mahali ambapo 50 shillings na labda 50 shillings ingeishia pale Thika. It could have highlighted at Thika, alafu Gilbert ashushwe aambiwe basi kama una shilingi 30 wewe tutakushusha hapa wapi? Hapa Thika. Ashushwe na aende, lakini because labda hawa utingo wetu wengine wanakuwa ni walevi, wanakuwa hali zao sizo, the actions they do to most of these passengers, they're not held accountable for some of these actions, because why would we lose such a life in such a useless way? Really, why? Wakati anafungua mlango, wale ambao wameabiria gari, yani amuoni mwenzenyu anakwenda kurushwa nje wakati utingo anafungua mlango, kwa sababu what happened ni kwamba huyu mtu alivutwa toka kwenye kiti kwenda kutupwa, and other passengers are just watching. Haujawahi jipata wakati fulani kuwa umekosa hata shilingi 50 mfukoni, lakini sasa nyinyi mmejitia mnazo, mwenzenyu anatupwa nje na kufa, anaacha watoto nyuma, you just seated in the car, you can't respond, you are not receptive to the lives and the circumstances that are in your environment. Surely mimi hapa siwezi mlaumu hata dereva ama nini, na laumu waliokuwa wameabiria hiyo gari na utingo mwenyewe, na labda utingo alikuwa ni mlevi ama ametumia za kutumia hali zake sizo. What are the passengers doing? Mwafanya nini kuhusiana na maslahi ya mwenzenyu anapotaka kutupwa nje ya gari mpaka anafungua mlango? No, we can't continue like this. And the president says that this country fears Lord. Then kama kweli sisi kama nchi tunamwogopa Mwenyezi Mungu, basi familia ya Gilbert, the government should compensate him vizuri na isichukue muda. We are in such a capitalistic nation where maisha ya wale ambao social status zao ziko juu, yani nyadhifa zao, daraja zao za maisha ziko juu, ndio peke yake tu tunawatazitizamia. If it could have happened to a politician or someone of higher status, labda hiyo sako ingesimamishwa, lakini kwa sababu is just a civilian, kesi itapelekwa hivi njia konde inaisha. Bado hiyo basi yatumia the same route. No, it shouldn't happen that way. Hao watu wanafaa wapigwe faini ya mwezi mmoja. Not just because it happened to a civilian, sasa tutawacha hii kesi ende hivi. La hasha. And that's why you see most of these people, watu wakishahaso, labda watu wa mjengo, watu wanaofanya jua kali hapa na pale, mtu anaamua anatembea kwa sababu ana zile pesa. Lakini huyu alikuwa na shilingi 50. Watu wanatembea kutoka mjini kwenda Doni, kwenda Kayole, kwenda Dandora, kwenda wapi. Watu wanatembea kwenda Kibira kwa sababu hawana pesa. Lakini kama mtu ana shilingi 50 na ameabiria gari na anakoenda ni shilingi 80, there's a deficit of 30 shillings. Si ashushwe pale ambapo shilingi 50 itafikia. In this case, labda hiyo gari ingeshushwa wapi? Angeshushwa huyo abiria Thika kutoka Ruiru. Ambiwe basi kama una pesa wewe tutakushusha hapa. It's better than leaving this to skyrocket to an extent of losing a life that is depended by children, wives. The wife is crying. We have the mother, we have the parents. No. Hatuwezi endelea hivi. This one the government should really put this into black and white. Na madereva wa PSV na makanga wapelekwe, wafunzwe hekima na heshima of customer service na tija, heshima na hekima ya kuweza kuhandle abiria wao, because sisi ndio matajiri wenyu. Sisi tunaabiria gari zenyu, sisi ndio matajiri wenyu. Kama sisi hizo gari hazitatembea barabarani. So they should be trained on customer care services. They should be trained on communication. They should be trained on how to handle such tough circumstances.
And this one wasn't a tough circumstance. Ni mtu ana fare, gari isimamishwe, ashushwe, aende basi. Naam. It's high time we behave like a country ambayo inasemekana kwamba kweli tunamwogopa Mwenyezi Mungu. I can't imagine of a God, a Jesus or a Muhammad who will tolerate such.